Habari yako, karibu tena. Leo unifuatilie mwanafunzi wangu, nikufundishe jinsi ya kupaka rangi kwenye macho. Kwa hiyo leo somo letu tutajifunza kupaka rangi kwenye macho, ambayo ni eyeshadow. Sawa? Jina langu ni Marieta. Kipekee nipende kumshukuru Mungu tumeweza tena kukutana kwenye darasa lingine. Jamani, wewe ambaye ni mwanafunzi mgeni, usiache kusubscribe kwa mafunzo mazuri sana. Lakini wewe ambaye ni mwanafunzi mwenyeji, umekuwa ukinifuatilia siku kwa siku, nikushukuru sana. Basi, somo la wanja tayari nilishafundisha. Kwa hiyo utalifuatilia somo la wanja tena, la alafu utakuja kuunganisha na somo la rangi kwenye macho. Kwa hiyo tulivyojifunza kupaka wanja, tukashushia hii hapa concealer sehemu hii hapa ya jicho. Hii inatusaidia kwamba tukija kupaka rangi zetu zinaonekana vizuri sana. Sawa? Okay, nifuatilie hapa mwanafunzi wangu, utaelewa tu jinsi ya kupaka rangi kwenye macho vizuri kabisa. Jinsi ya kutengeneza sasa jicho. Leo tutajifunza jicho simple sana, ambalo ni jicho la kukata. Sawa? Kwa tutatanguliza kwanza concealer chini hapa mwanzoni kabisa. Then hii concealer yako hakikisha unaiblend kwa muda mrefu. Wakati mwanafunzi wangu anaendelea kublend hii concealer, nipende kukwambia mahali ambapo tulipo ni Mbezi Beach Tankibovu. Ukifika tu Mbezi Beach Tankibovu tayari umeshafika kwenye chuo chetu. Masomo ambayo tunafundisha hapa, utajifunza makeup, utajifunza kusuka, utajifunza kubana style mbalimbali za maharusi, ikiwemo pia kushonea weaving na kubondi. Ndio. Kwa hiyo hilo somo la kubondi lipo pia, ni zuri, tunafundisha. Wewe ambaye mwanafunzi unasema jamani, sijawahi kubondi, yani hiyo haina shida, tutakufundisha mpaka utaelewa vizuri kabisa. Kwa hiyo fuatilia hapa somo letu la kupaka eyeshadow kwenye jicho, tuone jinsi gani ambavyo tutaweza kupata kitu kizuri sana siku ya leo. Basi, utakuwa na hii hapa palette ya poda. Hii palette ya poda utaangalia rangi ambazo zinaendana na mteja wako kwa wakati huo. Kama hivi, sisi hapa tumegundua rangi hii hapa na hii hapa na hii hapa. Hizi zinafaa kwa rangi ya mteja wetu. Kwa hiyo, hii palette ya poda, una uwezo wa kuchanganya poda hata 3 mpaka 4 kwa wakati mmoja. Then utakuja kupaka sehemu hii hapa ambayo ulishapaka concealer yako. Utapaka kama hivi. Na ukiwa unapaka hapa, hakikisha kwamba una blend. Huku ndiko kubrendi. Kubrendi ni nini? Ni kama unasugua sugua hivi kwa muda kidogo. Yes, kama hivyo ambavyo mwanafunzi wangu anafanya hapa. Kwa hiyo utakuwa unaipitisha brush yako mara nyingi kwa sehemu moja kama hivi. Mara nyingi kwa sehemu moja kama hivi. Huko ndo kubrendi. Kwa hiyo ukibrendi hapa ikachambuka vizuri, basi na rangi zako zitapelekea kuwa na muonekano mzuri sana. Kwa hiyo kama mtu ni mweupe, utampaka basi sehemu ya hii poda yako ambayo ni nyeupe, au unaweza ukachanganya. Tumeelewana? Basi tukishamaliza hapo, tutakuja kusoma somo la rangi kama hivi. Kuna rangi ambazo ni mbalimbali hapa, lakini hizi rangi zisikuchanganye. Elewa tu kwamba kuna rangi aina 3. Kwa mfano, kuna rangi ambayo iliyopoa kama hii hapa, na kuna rangi ambayo iliyong'aa, lakini pia kuna glitter. Rangi zilizopoa, nitajuaje madam hii ni rangi ya kupoa? Nikichukua nikiweka mkononi mwangu hapa, inakuwa na asili kama ya vumbi vumbi kama hivi. Kwa hiyo hata nikija nikigusa hii hapa ya kijani, inaonekana ni inang'aa, lakini kwa kuwa ndani yake ina vumbi, hii nitaiweka kwenye mfumo wa kung'aa. Nitaiweka kwenye mfumo wa kupoa. Sitaiweka kwenye mfumo wa kung'aa. Kwa nini?
kwa kuwa ndani yake tayari ina vumbi vumbi kama hivi. Sijui nimeeleweka? Okay, nitajitahidi tena nikuelekeze. Nimesema katika hii palette yetu ya eyeshadow tuna rangi hizi 3, ambayo kuna rangi ya kupoa, kuna rangi ya kung'aa na glitter. Sasa rangi ya kupoa nitaijuaje? Rangi ya kupoa ndani yake ukichukua inakuwa na asili kama ya vumbi, yaani kama unga unga. Nikisema hivyo naweza nikaeleweka. Inakuwa kama unga unga. Kwa mfano kama hizi hapa, hizi zote tunaziweka kwenye kategori ya rangi zilizopoa. Kwa nini? Nikizigusa hivi nikipaka hapa mkononi, naona inanipea hali ya uvumbi vumbi au inanipea hali ya unga unga. Sawa? Hizi zote hizi. Unaona tunazozigusa tunaweka hapa. Tunaona inavyokaa, inakaa kama ina vumbi vumbi. Haionekani kama ina mng'ao ndani yake. Kwa hiyo hiyo nitaisema ni rangi ya nini? Ya kupoa. Lakini rangi ya kung'aa nikija nikigusa hapa nikipaka mkononi, naona kabisa ndani yake ina vimetometo. Tofauti na glitter. Sawa? Somo la glitter nitakufundisha tena siku nyingine. Lakini leo tunajifunza rangi hizi 2. Tunajifunza rangi ya kupoa na rangi ya kung'aa. Sawa? Nikasema rangi ya kupoa asili yake inakuwa ya vumbi vumbi. Lakini rangi ya kung'aa asili yake ukichukua ukipaka hapa mkononi, unaona ndani yake kuna vimetometo. Kwa rangi ya kupoa tutapaka mwishoni mwa jicho. Lakini rangi ya kung'aa tutapaka mwanzoni mwa jicho. Tumeelewana wanafunzi wangu? Kwa rangi ya kupoa tutapaka huku mwishoni huku. Lakini rangi ya kung'aa kama hii hapa tutapaka mwanzoni mwa jicho. Hizo zote ni rangi za kung'aa. Unaona hizi? Ukiziangalia kwa mfano ukiwa na palette yako ya eyeshadow, ukiziangalia zinakuonyesha kabisa. Na basi ukishindwa kutambua kwa namna hiyo, ukichukua ukiweka hapa mkononi, yenyewe unaiona tayari inakuwa na asili kabisa ya kung'aa kama hivi. Lakini sasa wakati unapaka rangi za kwenye macho, epuka kumechi. Kumechi kwa namna gani? Mfanano. Kwa mfano, umeweka rangi ya kupoa nyuma ya jicho. Mbele utakiwa kuweka rangi ya kung'aa iliyofanana na rangi ambayo imepoa uliyoweka nyuma. Kwa mfano kama hapa huu mfano. Umeona hii rangi ya kupoa ni ya pinki na hii rangi ya kung'aa ni ya pinki pia. Hili ni kosa. Utakiwa kufanya hivi kwenye makeup yako. Hili ni kosa kabisa. Utakiwa kufanya hivi kwenye makeup yako. Sawa? Bali unatakiwa kufanyaje? Natakiwa kuchukua rangi ya kupoa kama hii hapa. Tachukua kama hii hapa maruni. Kwa mfano, nachukua labda hii hapa. Sawa? Alafu nikishachukua nakuja napaka mwishoni mwa jicho. Tunashumu hapo ni kwenye mwisho. Alafu sasa nikishaipaka hii, natakiwa kuja kuangalia rangi nyingine ambayo ni ya kung'aa lakini haijamachi na hii rangi ya oh my God. Na hii rangi yetu ya maroon. Kwa hiyo unaweza ukaona nimechukua rangi ambayo ya kung'aa ambayo haijaendana na hii rangi yetu ya maroon. Kwa hiyo zikikaa hivi kwenye upakaji wako wa makeup, hapo ni kitu kizuri kabisa. Basi, wewe mwanafunzi ambaye unatamani sana kujifunza urembo na haujui kabisa hata kushika brush ya wanja, hilo lisikutie shaka. Karibu Marietha Beauty School. Tutakufundisha vizuri mpaka utajua. Na uzuri wa Marietha Beauty School, tuna bonus nzuri sana kwa wanafunzi. Wewe ambaye ni mwanafunzi, ukijifunza kwetu, ukamaliza masomo yako, swala la ajira, changamoto ya ajira, hiyo inakuwa imekwisha kabisa. Kwani mkurugenzi wa Marietha Beauty School huwa anawasaidia wanafunzi kutafuta ajira. Hilo kwake ni rahisi kabisa. Tumeelewana? Okay. Basi utakuwa unaendelea kubrendi hii rangi yako ya maroon huku kwenye macho kama hivi. Ukiwa unapaka makeup, hakikisha una brendi rangi zako zisikae kama upinde wa mvua. Ni hatari sana.
ukiwa unapaka makeup, hakikisha brush yako unaichezesha kwa muda mrefu kidogo kwenye macho, kama hivi ambavyo mwanafunzi wetu anafanya hapa. Kwa hiyo kwa upande wa nyuma kama hivi, tutapaka hii rangi yetu ambayo ni ya kupoa. Lakini nikakwambia leo tunajifunza jicho la kukata. Sasa wakati tunakata hapa, tutachukua hii hapa concealer yetu nzuri kabisa. Tutachukua hii hapa concealer, alafu tutaanza kupaka hivi. Unaona ambavyo mwanafunzi wangu anapaka, ndio jicho la kukata hilo. Tutakata na concealer hapo. Wakati mwanafunzi wangu anaendelea kukata na concealer hapo, nipende kukwambia wewe mwanafunzi ambaye unatoka mkoani, usijali, hosteli kwa ajili yenu nzuri zipo, na kwenye hostel unapata maji, umeme, kitanda, godoro unapata, na hosteli zetu ni shilingi 50,000 tu, bei kitonga. Lakini sasa wewe mwanafunzi unatakiwa kuja na shuka na nguo zako za nyumbani tu, sawa? Chakula unapata kantini. Kwa hiyo nifuatilie tena hapa mwanafunzi wangu, uweze kuelewa namna ya kupaka rangi kwenye macho kwa weledi kabisa. Si unaona somo ambavyo ni zuri? Kwa hiyo utahamia na upande huu mwingine kama hivi, then hapa utakuwa umefanya kitu kizuri sana. Alafu ukishamaliza utachukua hii hapa palette ya poda. Ukishachukua hii hapa palette ya poda, una uwezo wa kuchanganya rangi na kuja kuweka sehemu hii hapa ulipoweka hii concealer yako. Kwa nini tunapaka poda? Ili iweze kukauka. Sawa? Tunaikausha hii sehemu hapa mbele kwa sababu concealer inakuwa na asili ya unyevunyevu. Kwa hiyo tunaikausha ili tuweze kuja kupaka rangi zetu ambazo ni za kung'aa. Kama nilivyotangulia kukufundisha kule nyuma, nikakwambia rangi za kupoa zinakaa mwishoni mwa jicho, lakini rangi ya kung'aa inakaa mbele ya jicho. Kwa hiyo hapa tunafanya maandalizi ya kupaka rangi ambayo ni ya kung'aa. Kwa hiyo nikakwambia utapaka utapaka concealer chini. Ukishamaliza kupaka utakuja utapaka poda hivi. Ukishamaliza kupaka poda, sasa unachukua palette yako ya eyeshadow, unakuja kuchukua rangi ambayo ni ya kung'aa. Sasa hii rangi ya kung'aa haitakiwi kumatch na rangi iliyopoa nyuma. Tumeelewana mwanafunzi wangu? Basi wakati mwanafunzi wangu anaendelea kupaka hapa rangi ya kung'aa mbele, nipende kukwambia kama una swali lolote niandikie sehemu ya comment, nami ninapitia sana comment, nitasoma then tutajua nini cha kufanya. Lakini kama unaamini, kama una somo lingine lolote, yani unapenda mimi nikufundishe kitu kingine chochote kuhusiana na makeup, labda kama ni eyeliner, labda kama ni yani chochote, ni simple makeup, yani chochote ambacho unapenda mimi nikufundishe, naomba niandikie sehemu ya comment hapo, nami nitakufundisha kwa weledi kabisa. Lakini nipende kuwashukuru wanafunzi wangu ambao mnanifuatilia kila siku. Mara nyingi mmekuwa mkiniambia kwamba mnanielewa, basi na mimi nawashukuru kwa kunielewa. Okay? Wakati anaendelea kupaka rangi hii hapa ya kung'aa kwa mbele, na kuongezea kitu kingine hapa. Wakati unapaka hii rangi ya kung'aa kwa mbele, na ukiona huku kwa nyuma, si unaona kuna rangi ambayo imepoa, kwa hiyo unakuwa kama unazioanisha, yani zisionekane kabisa wapi ambapo zimeishia kama hivi. Unaona, unakuwa kama unaziingilianisha hivi. Yes. So unaona hii ya kung'aa inakuwa inaenda kama huku kwenye hii ambayo ni ya kupoa. Ndio, unakuwa unazichanganya kwa namna hiyo hivyo, ili isionekane wapi ilipoishia kabisa. Then tutakuja kupaka eyeliner yetu hii hapa. Eyeliner unafatisha huu mstari hapa. Huu unaonekana, huu mstari ambao ni wa kope. Huu mstari wa kope utaenda moja kwa moja mpaka kule kwenye wanja hivi. Utafanya hivi. Yes, utapima kwa design hii hapa. Ukiwa unapaka hii eyeliner, unahakikisha inakuwa kama inaendana na wanja kule mwishoni.
hivi. Muona ambavyo mwanafunzi wangu anapaka hapa hivi. Yes, ncha hii ya eyeliner iwe inaendana na ncha hii ya wanja, vikiwa vinakaa hivi, hapa unakuwa umepaka eyeliner yako vizuri kabisa. Tumeelewana? Basi nikukumbushe, jina langu ni Marietha na mahali ambapo tulipo ni Mbezi Beach, Tanki Bovu. Wewe mwanafunzi ambaye unatoka mkoani, usijali, hosteli zipo nzuri kwa ajili yenu. Basi hapa tutakuja kuiconcealer hii hapa eyeliner yetu. Lazima tuiconceal. Tukiconcealer inakaa vizuri mno kama hivi ambavyo mwanafunzi wangu ana concealer hapa. Ni unakuwa kama unaishape kama wanja. Sawa? Yes, lazima ufanye hivi. Ukifanya hivi inakuwa na muonekano mzuri zaidi na kuongezea kitu kingine kizuri zaidi. Sawa? Sawa, mwanzo ilikaa vizuri, lakini si unaona tukiconcealer inakaa tena vizuri zaidi. Si umeona? Yes, tukiconcealer inakaa vizuri zaidi. Kwa hiyo hapa utaiconcealer kama hivi. Sawa mwanafunzi wangu? Okay, basi nikwambie wewe ambao unatoka mkoani, usijali, hosteli zipo. Lakini pia niongee na mabosi. Yaani wewe ambaye ni bosi, umehangaika kutafuta mdada siku zote wa saluni. Wewe niambie, hata kama uko mkoani, popote ambapo upo, wewe niambie. Then nitakuconnect naye, alafu mtafanya kazi vizuri sana. Hutajutia kupata mdada kutoka Marietha Beauty School, kwani tunawafundisha vizuri nao wanaweza kabisa. Kwa hiyo ondoa shaka. Sasa tutakuja kwa upande wa kope. Umeona? Leo tutabandika kope zetu za mkanda tu. Hizi hapa. Ni simple sana. Wewe nifuatilie hapa. Uone jinsi gani ambavyo nabandika hii kope ya mkanda. Nakwambia, yani na wewe hutoshindwa. Kwa mfano, wewe ni mwanafunzi ambaye hujui kabisa kufanya makeup, hujui kabisa kuchora jicho. Yani kwa mafunzo haya, ukiangalia, ukamchukua na mwenzako, ukamfanyia zoezi, yani kuna kitu kabisa unapata kizuri. Wewe niamini, fuatilia tu hapa alafu fanya zoezi. Na nikatoa bonus nikasemaje? Nikikufundisha kama hujaelewa, njoo WhatsApp, njoo na kazi yako, nionyeshe, alafu mimi nitakuelekeza nini ambacho kinatakiwa kufanyiwa marekebisho. Basi hii kope yetu ya mkanda utaipima hapa kwenye sehemu ya jicho hivi. Ukiwa unabandika kope, usibandike mwanzoni kabisa huku mwa jicho, hapana. Utabandika hapa hivi, hapa hapa mpaka hapa. Sawa, usibandike huku mwanzoni kabisa huku, hapana. Ukibandika huku mwanzoni utamfanya mwenzako ashindwe kuona, lakini ukibandika huku mwanzoni kabisa inakuwa inamsumbua, inaingia kwenye macho. Kwa hiyo utapima, ukiona imezidi, una uwezo wa kuikata kope kidogo. Inawezekana unaikata kidogo ili fiti hapa kwenye jicho lake. Then tutakuwa na gundi hii hapa, tutapaka kwenye mstari tu wa kope kidogo. Usipake nyingi, utapaka kidogo tu. Alafu ukishamaliza kupaka sasa hivi, utakuwa na hii hapa tweezer. Hii ni tweezer. Then utashikia hivi kope yako. Ukishashikia unakuja unaibandika tu hapa kwenye huu mstari wa kope. Inakuwa ni rahisi sana kama hivyo ambavyo mwanafunzi wetu amefanya kitu kizuri sana. Kwa hiyo kwa somo lolote ambalo unapenda mimi nikufundishe, nikwambia usiache kuniandikia pale sehemu ya comment. Lakini kama umependa mafunzo yangu, kama umenielewa, pia niambie, Madam Marietha, nimekuelewa vizuri sana. Lakini pia kama hujanielewa, usisite pia kuniambia. Niambie, bwana Madam Marietha, mimi sijakuelewa. Yote hayo nitayafanyia kazi. Tumeelewana mwanafunzi wangu mzuri? Kwa hiyo usiache kuniandikia chochote ambacho umejifunza siku ya leo. Tumeelewana? Yes, unaweza kuona kazi hii imefanywa na mwanafunzi mwanzo mwisho. Hakuna mkono wangu hapo. Kwa hiyo na wewe mwanafunzi, nikutoe hofu. Unasema jamani, mimi sina idea yoyote hata kupaka wanja wala kushika brush. Hiyo usipate shida. Tupo sisi walimu, tutakufundisha mpaka utajua kabisa. Umeona kazi ni nzuri amefanya mwanafunzi mwenzako. Naye alikuwa na wasiwasi kabisa. Alikuwa anasema jamani, mimi sijui, lakini baada ya kujiunga na mafunzo yetu ndio unaweza kuona feedback kama hizo
nzuri kabisa. Kwa hiyo bye bye, nikutakia wakati mwema, tukutane kwenye darasa lingine.